Kutoka chumba cha uchambuzi wa soka SME Sporting, huu ni mkiki wa soka, nami Nurdin Chapu. Weekend iliyoisha jana ilikuwa ya moto kwenye ligi ya FKF Division 2. Timu zilishuka dimbani kusaka alama, na leo tunaziangalia mechi zote 10 kama zilivyopigwa. Kabla ya kuingia kwenye jedwali na kuliangalia linasemaje, twende moja kwa moja kwenye matokeo ya uwanjani. Ziwani Youth waliweza kushuka dimbani na Waizata Boys. Ziwani wakiwa nyumbani walijaribu kutafuta ushindi wa kwanza msimu huu, lakini Waizata walikataa kufungika. Sare hii inawaacha Ziwani wakiwa na hali ngumu mkiani, huku Waizata wakijikusanyia alama ya 4. Yanga FC waliweza kumenyana na Denmark FC. Hapa ndipo palikuwa na shughuli. Vinara Yanga FC walionyesha ubabe wao dhidi ya Denmark. Ushindi huu mnono umewahakikishia Yanga kuendelea kukalia kiti cha enzi cha ligi hiyo. Samba Boys nao waliweza kushuka dimbani na Beach Bay. Huu ulikuwa mchezo wa mbinu nyingi uliokosa mabao. Samba Boys licha ya kucheza mechi 5 wameshindwa kutumia uzoefu huo kupata alama 3, huku Beach Bay wakiridhika na sare ugenini. Samburu Lions nao waliweza kushuka dimbani na Matano Mane Youth. Ushindi muhimu sana wa ugenini kwa Matano Mane. Waliweza kulinda goli lao dakika ya kwanza mpaka ya mwisho na kuwafanya Samburu Lions kubaki na machungu nyumbani. Waliweza kuwagaragaza bao 1-0. Good Hope waliweza kupigana na Inter Dabaso. Good Hope wamezidi kuonyesha kuwa wao ni wagombea wa ubingwa. Waliwazidi maarifa Inter Dabaso ambao wanaonekana kususua kuanzia safu ya ulinzi mpaka ushambuliaji. Red Stars 0-0 na Kisumu Ndogo, mechi nyingine ya upinzani mkali iliyomalizika kwa sare tasa. Timu zote mbili zilicheza soka la usalama, jambo lililopelekea kugawana alama 1-1. Junior FC waliweza kucheza na Beach Bay FC. Huu ulikuwa mchezo wa pili kwa Beach Bay weekend hii, na safari hii walikumbana na rungu la Junior FC na kutandikwa kichapo cha bao 3-1. Junior wameonyesha safu ya ushambuliaji hatari zaidi ligini kwa sasa. Spark Youth nao waliweza kucheza na Ubantu FC. Spark Youth walihitaji alama hizi ili kusogea juu ya jedwali. Walipambana na kupata bao 1 ambalo liliwatosha kabisa kuwazidi Ubantu FC. Young Bulls waliweza kucheza na Denmark FC. Haikuwa weekend rahisi kwa Denmark, kwani walipoteza tena mechi yao ya pili. Young Bulls walitumia makosa ya Denmark na kupata ushindi huu muhimu uliowapandisha daraja. Mombasa All Stars nao walishuka dimbani na Mbungoni United. Hii ndio ilikuwa shock ya weekend. Mbungoni United waliokuwa juu walikubali kichapo kutoka kwa Mombasa All Stars ambao wamecheza mchezo wao wa kwanza tu na kuanza na kishindo. Sasa hebu tuangalie ramani ya ligi baada ya vumbi kutulia. Hapa ndipo kila timu inapopumulia. Yanga FC wanaketi kileleni kwa fahari wakiwa na alama 9. Wameshinda mechi 3 na kupoteza 1 pekee. Good Hope wanashika nafasi ya pili na alama 7. Wana ulinzi imara ulioruhusu mabao 4 tu. Mbuguni United licha ya kupoteza wiki hii bado wamo kwenye 5 bora wakiwa na alama 7, nafasi ya 3. Rofa FC hawa ni wa kuchungwa, wana alama 7 katika nafasi ya 4, lakini wana mchezo mmoja mkononi, hawajapoteza hata mechi moja. Matano Mane Youth wanakamilisha kundi la wenye alama 7 katika nafasi ya 5 wakiwa na rekodi nzuri ya kutoruhusu mabao mengi. Junior FC wako nafasi ya 6 na alama 6. Wana safu kali ya ushambuliaji iliyofunga mabao 9 mpaka sasa. Kisumu Ndogo United wana alama 6 katika nafasi ya 7 wakiwa wafalme wa sare, michezo 3 ya sare. Spark Youth wanakamata nafasi ya 8 na alama 6. Denmark FC wameshuka mpaka nafasi ya 9 wakiwa na alama 6 baada ya wiki yenye changamoto. Red Stars FC wanafunga ukurasa wa 10 bora wakiwa na alama 5. Young Bulls wako nafasi ya 11 wakiwa na alama 5,
Ubantu FC wana alama 4 katika nafasi ya 12. Waizata Boys wako nafasi ya 13 wakiwa na alama 4. Mombasa All Stars, hapa ndipo penye siri, wako nafasi ya 14 na alama 3, lakini wamecheza mchezo mmoja tu. Hawa ni wa kuchungwa sana, wakikamilisha viporo vyao. Samburu Lions wana alama 3, nafasi ya 15. Samba Boys FC wako nafasi ya 16 wakiwa na alama 3. Wamecheza mechi nyingi zaidi ambazo ni 5 kuliko timu yoyote. Beach Bay FC wana alama 2 katika nafasi ya 17. Ziwani Youth wako kwenye mstari wa hatari, nafasi ya 18 wakiwa na alama 1 pekee. Inter Dabaso wanaburuza mkia katika nafasi ya 19 wakiwa na alama 1 na deni la mabao 4. Ni wazi kuwa msimu huu hautakuwa rahisi. Timu kama Rofa FC na Mombasa All Stars zinaweza kupindua jedwali wakati wowote zitakapocheza michezo yao ya viporo. Kwa sasa Yanga FC wanacheka, lakini je, wataweza kuhimili pressure ya Good Hope na Mbongoni? Endelea kuwa nasi katika kila hatua ya ligi hii. Na ni nini maoni yako? Je, timu yako ni ipi na ipo nafasi ya ngapi? Tuandikie kwenye comments hapo chini. Mimi ni Kunjapo kutoka chumba cha uchambuzi SME Sporting. Asanteni kwa kuwa nami mpaka wakati mwingine. Kwaheri.